Mvua za siku 10 zatabiriwa kuendelea maeneo ya ziwa, pwani na nyanda za juu kaskazini. Uchambuzi wa kina wa hali ya hewa Tanzania. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, TMA, imetoa utabiri muhimu wa hali ya hewa unaoonyesha kuwa mvua zitaendelea kunyesha kwa muda wa siku 10 katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan ukanda wa ziwa, pwani pamoja na nyanda za juu kaskazini. Taarifa hii imeibua tahadhari kwa wananchi, mamlaka za serikali na sekta mbalimbali zinazotegemea hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na kilimo, uvuvi, usafiri na biashara. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mvua hizi zinatarajiwa kuwa za vipindi, intermittent rains, huku baadhi ya maeneo yakitarajiwa kupata mvua kubwa zinazoambatana na radi na ngurumo. Maeneo yatakayopata mvua. Kwa mujibu wa TMA, maeneo kadhaa yatapata mvua kwa kiwango kikubwa au cha wastani ndani ya kipindi hicho cha siku 10. Moja, ukanda wa pwani. Maeneo ya pwani ikiwemo Dar es Salaam, Pwani Region, Tanga Region na kaskazini mwa Morogoro Region yanatarajiwa kupata mvua zinazoambatana na radi katika baadhi ya maeneo. Aidha, visiwa vya Unguja na Pemba pia vinatajwa kuwa miongoni mwa maeneo yatakayopata mvua hizo. Hii ina maana kuwa wakazi wa maeneo haya wanapaswa kuchukua tahadhari dhidi ya athari za mvua kama mafuriko, hasa katika maeneo yenye miundombinu duni ya mifereji ya maji. 2. Ukanda wa ziwa na magharibi. Katika ukanda wa ziwa na maeneo ya magharibi, mikoa ya Kigoma Region, Katavi Region na Tabora Region yanatarajiwa kupata mvua za vipindi, huku baadhi ya maeneo yakipata ngurumo za radi. Ukanda huu ni muhimu kwa uzalishaji wa mazao kama mahindi, mpunga na maharage. Hivyo mvua hizi zinaweza kuwa na manufaa kwa wakulima, lakini pia zinaweza kuleta changamoto kama mafuriko na uharibifu wa mazao ikiwa zitakuwa nyingi kupita kiasi. 3. Nyanda za juu kaskazini. Maeneo ya kaskazini ikiwemo Arusha Region, Kilimanjaro Region na Manyara Region yanatarajiwa kupata mvua nyepesi katika baadhi ya maeneo. Ingawa mvua hizi zinaweza kuwa si kubwa sana, bado zina umuhimu katika kusaidia mazingira na shughuli za kilimo, hasa katika maeneo ya milimani. 4. Maeneo yatakayobaki makavu. Tofauti na maeneo yaliyotajwa hapo juu, baadhi ya maeneo ya kati ya nchi, hasa Dodoma Region na Singida Region, yanatarajiwa kuendelea kuwa na hali ya ukavu. Hii inaonyesha tofauti kubwa ya hali ya hewa ndani ya nchi, ambapo baadhi ya maeneo hupata mvua huku mengine yakibaki makavu. Sababu za mvua hizi. Msimu wa long rains. Mvua hizi zinahusiana na msimu wa mvua kubwa unaojulikana kama long rains, ambao kwa kawaida hutokea kati ya mwezi Machi hadi Mei nchini Tanzania. Katika kipindi hiki, nchi hupata mvua nyingi zinazoweza kuwa na athari kubwa kwa maisha ya kila siku ya wananchi. Kwa mujibu wa wataalamu wa hali ya hewa, mvua hizi hutokana na mabadiliko ya mifumo ya upepo na hali ya anga ambayo husababisha unyevunyevu mwingi na mawingu mazito yanayosababisha mvua. Athari za mvua hizi kwa jamii. Mvua hizi za siku 10 zinaweza kuwa na athari mbalimbali, chanya na hasi kwa jamii. 1. Athari chanya: kuongeza maji kwenye vyanzo vya maji kama mito na mabawa, kusaidia shughuli za kilimo, kupunguza ukame katika maeneo yaliyokuwa na upungufu wa mvua. Kwa wakulima, mvua hizi ni muhimu sana katika kukuza mazao, hasa katika msimu huu wa mvua. 2. Mafuriko katika maeneo ya chini, uharibifu wa miundombinu kama barabara, kuathiri shughuli za usafiri na biashara, kuongezeka kwa magonjwa yanayosababishwa na maji. Kwa mfano, katika miaka ya hivi karibuni, mvua kubwa zimekuwa zikisababisha mafuriko katika maeneo ya pwani, hasa Dar es Salaam. Tahadhari kwa wananchi. Kutokana na utabiri huu, wananchi wanashauriwa kuchukua tahadhari zifuatazo: kuepuka maeneo yenye hatari ya mafuriko, kufuatilia taarifa za hali ya hewa mara kwa mara, kuchukua hatua za kulinda mali na maisha, wakulima kupanga shughuli zao kulingana na mvua. Serikali na mamlaka husika pia zinapaswa kuhakikisha kuwa mifumo ya tahadhari na usimamizi wa majanga iko tayari. Athari kwa sekta ya uchumi. Kilimo. Kilimo ndicho sekta inayotegemea sana mvua, hivyo mvua hizi zinaweza kuwa na faida kubwa kwa uzalishaji wa chakula. Usafiri. Mvua kubwa zinaweza kuharibu barabara na kuathiri usafiri wa bidhaa na watu. Biashara. Biashara zinaweza kuathirika kutokana na kuchelewa kwa usafirishaji wa bidhaa. Mtakadho wa hali ya hewa Afrika ya Mashariki.
Kwa ujumla, ukanda wa Afrika ya Mashariki unatarajiwa kuwa na hali ya mvua zaidi ya kawaida katika kipindi hiki, jambo ambalo linaweza kuongeza hatari ya mafuriko katika baadhi ya maeneo. Hii inaonyesha kuwa hali ya hewa si ya Tanzania pekee, bali ni sehemu ya msimu mkubwa wa hali ya hewa wa kikanda. Umuhimu wa utabiri wa hali ya hewa. Utabiri wa hali ya hewa kama huu ni muhimu sana kwa sababu unasaidia wananchi kupanga shughuli zao, unasaidia serikali kujiandaa na majanga, unasaidia sekta mbalimbali kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo taarifa hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Hitimisho. Kwa ujumla, utabiri wa mvua za siku 10 katika maeneo ya Ziwa, Pwani na nyanda za juu kaskazini ni taarifa muhimu yenye athari kubwa kwa maisha ya wananchi na uchumi wa nchi. Ingawa mvua hizi zinaweza kuleta manufaa makubwa, pia zinaweza kusababisha changamoto ikiwa hazitasimamiwa vizuri. Ni jukumu la kila mmoja, wananchi, serikali na wadau wengine, kuchukua tahadhari na kutumia taarifa hizi kwa busara ili kuepuka madhara na kunufaika na mvua hizi.